Nitoe wito kwa wazazi na walezi. Kwanza niwapongeze, hongereni sana. Najua na mimi ni mzazi, najua na mimi nasomesha, najua ili usomeshe mtoto Maria de Matias na shule zinazofanana na hizo, unahitaji uache mambo mangapi ambayo ungetamani kuyafanya leo, lakini kwa sababu unampenda mtoto wako na unataka apate elimu bora, unaacha yote, unamleta shuleni. Hongereni sana wazazi ambao mmechagua elimu badala ya mengine. Hii jamani, milioni 7 ambazo imetumika miaka 2 kuwasomesha, angeamua anishe msingi wa nyumba angekuwa amekamilisha. Angeamua anunue kagari kadogo dogo kale IST na nini, wenda angekuwa amenunua gari. Lakini kuna mzazi wako anaenda bado kazini na daladala kwa sababu amekuleta wewe shule hii. Kuna mzazi amesimamisha kujenga mwaka huu, aanze mwaka kesho ukimaliza kwa sababu ametaka wewe usome. Ndio maana nawapongeza wazazi kwa sababu wamechagua kitu cha thamani cha kusomesha. Lakini watoto hapa wamenifurahisha, wale wangonjera. Wameongea maneno ambayo wakanifanya sasa mimi nipunguze mambo ya kuongea. Na mmoja katika maneno yake amesema, mama amenisomesha shule nzuri, lakini amenipa lishe bora, ila hakujali malezi yangu. Tumeambiwa hapa watoto hawa na malezi mazuri. Naona sister pale alikuwa anasema kama anawasendi sasa watoto hawa na maadili, wana tabia njema, wana nini. Sasa tunawakabidhi wazazi, na nyie kipande chenu mwende mkakimalizie. Sisi hapa Dodoma tuna vyuo vikuu vingi sana hapa Dodoma. Watoto wakifika mwaka wa kwanza unajiuliza hawa watoto wamepata shida gani? Wakifika chuo wametoka maeneo mbalimbali, lakini tunajifunza kuna kakitu wakajakaa vizuri hapo katikati ya mtoto akimaliza kidato cha 6 na mtoto kwenda chuoni. Kuna miezi fulani anakaa nyumbani. Kwa mfano hawa wakimaliza sasa watakaa mpaka hata mwezi wa 9 nyumbani. Hii miezi wako watoto wanabadilika tabia, wanabadilika maadili yao katika miezi hii michache, kwa sababu tu kuna mtu katikati hajatimiza wajibu wake. Naomba wazazi wenzangu, kazi ya kulea ni ya kwetu. Tumewapa walimu, wametusaidia sana miaka hii. Tumewapa masista hapa, wametusaidia sana kwa muda huu. Huu muda uliobaki mchache usiharibikie mikononi mwetu. Sisi tunaokaa kama serikali tunashuhudia matukio mengi huko mitaani. Hatuna muda hapa wa kuyaeleza yanayofanywa aidha na watoto wetu, aidha na vijana wetu. Kiona mitandao, na nyingine kila mtu analalamika, hivi serikali iko wapi watoto wanatoa mimba hovyo? Hivi serikali iko wapi sijui watoto wanavuta bangi? Hivi serikali iko wapi watoto wanafanya hivi? Jamani, watoto wanatakiwa walelewe na wazazi na walezi wao.